Kwa hiyo sisi kama taasisi hizi tunazosimamia masuala ya maadili na utawala bora, manake tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba hizo taarifa zinawafikia wananchi ili wajue hatua ambazo zinachukuliwa dhidi ya viongozi au watumishi wa umma wale ambao wanakiuka maadili. Sawa kabisa. Na athari zipi za kiuchumi kutokana na mgongano wa maslahi usiodhibitiwa? Mgongano wa maslahi una athari kwa maana ya kwamba wakati mwingine unakuta rasilimali za umma zile zinatumika kunufaisha watu wachache badala ya kunufaisha wananchi walio wengi. Lakini kuna vitendo vya rushwa ambavyo na vyenyewe vinachangiwa na mazingira yale ya mgongano wa maslahi. Tunafahamu kwamba rushwa wakati mwingine huwa inaongeza gharama za utekelezaji wa miradi, kwa sababu yule mkandarasi yule inabidi aongeze gharama ili kufidia labda ile inaitwa 10% ambayo ameombwa kuitoa ili aweze kupata labda zabuni ile ya kutekeleza mradi fulani. Lakini anaweza asiongeze hizo gharama akatekeleza ule mradi chini ya kiwango kwa ubora ambao ni duni, na unakuta kwa mfano ni mradi wa barabara, basi ile barabara itatengenezwa chini ya kiwango. Unakuta badala ingechukua miaka mingi ili ndio ije ifanyiwe matengenezo makubwa, basi inachukua muda mfupi kufanyiwa matengenezo. Sasa utakuta serikali inalazimika kuchukua fedha ambazo zingeweza kwenda kutekeleza miradi mingine, inakwenda kutumia kufanya matengenezo kwenye barabara hiyo ambayo imekwisha haribika. Kwa hiyo hayo ndio athari hizo za kiuchumi. Lakini kwenye huduma, kwa mfano nitolee mfano kwenye huduma za afya au kupata miliki ya ardhi, unaweza ukakuta labda kuna mwananchi amekwenda hospitali kaombwa rushwa ili aweze kupata huduma, hana pesa ile ya kutoa ili ahudumiwe, anarudi nyumbani. Anakwenda kutumia tiba mbadala. Sasa inaweza ikamsaidia au isimsaidie. Isipomsaidia, maana yake utakuta ule ugonjwa umejilipikiza na unasababisha magonjwa mengine, ugonjwa wa moyo, labda sijui ini, kisukari, figo, ambayo gharama zake za matibabu ni kubwa. Sasa unakuta wananchi wengine wale wasiokuwa na uwezo, maana yake serikali inatoa gharama ili kufidia zile gharama ambazo wao wameshindwa lakini gharama pia ya kununua madawa, ndio. Sasa ukikuta wananchi hao wakiwa wengi, manake gharama zinakuwa kubwa. Lakini unakuta pia mwananchi ambaye afya yake sio nzuri, mchango wake kwenye maendeleo ya taifa inakuwa ni ndogo. Lakini kwenye sekta ya ardhi unakuta labda mwananchi anazungushwa kupata hati, na tunajua kwamba hati zikitolewa kwa mfumo wa sasa hivi wa kidijitali, ni kwamba serikali ndio inapata mapato kwa kukusanya kodi ile ya ardhi. Kwa kuchelewa kutolewa hati, maana yake serikali inakosa hayo mapato. Lakini tunafahamu pia kwamba mwananchi akiwa na ile hati anaweza kwenda kuomba mkopo, si ndio, akapata fedha zikamsaidia kwenye shughuli ya maendeleo ambayo inachangia kuongeza mzunguko ule wa fedha, au akachangia kwenye kuongeza wigo wa makusanyo ya kodi. Kwa hiyo kuchelewesha kutolewa kwa hati zile kuna punguza hayo mapato ambayo serikali ingeyapata na yakasaidia kwenye shughuli za kiuchumi na maendeleo.